Moja ya nguzo za swala ni at-tumaanina, ni utulivu. Utulivu katika swala umechukua nafasi kubwa sana. Ni nguzo, lakini ni nguzo ambayo tunaweza kusema imewekewa msisitizo, imewekewa emphasize, au kwa Kiarabu inasema at-taukid. Hizi kwa maana ukisikia neno nguzo ujue ni kila kitu, ni ujue ni wajibu, lazima utekeleze, na kuto kutekeleza kwake basi ni kuharibu hicho ambacho kinachokusudiwa kuwa nguzo yake ni hiko kitu ambacho wewe umetajiwa. Nguzo za swala msingi wake zipo 14. Lakini unaweza kusoma vitabu mbalimbali, hususan hivi vidogo kwa maana ya hajmi, ile umbile lake ni dogo, lakini kwa maarifa yaliyopo ndani ya vile vitabu sio kidogo, sio vidogo. Ukisoma kitabu cha hizi vya Mabadiul Fiqhiyya ni umbile lake ni dogo mno, lakini aliyomo ndani ya kile kitabu yametolewa katika vitabu vikubwa na kuwekwa katika kitabu kidogo kama kile, ili kusaidia tu kila mmoja akiweze kumfikia kwa urahisi, hususan wale ambao wenye kuanza kujifunza vitu kama hivyo, basi iwe kwao inawafikia kwa urahisi. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Mabadiul Fiqhiyya zipo 4, utaona vimeelekeza kuwa nguzo za swala ni 14, isipokuwa kimoja tu, kile cha 4 chao kimeelekeza nguzo za swala zipo 13. Na ukisoma kitabu cha swala kinachoitwa Safinatu Naja, ni kitabu ambacho of course kimekusanya vitu vingi, lakini kwa kuwa tunazungumzia swala basi tunahitaji hiyo swala. Utaona chenyewe kimekutajia kwamba arkanu swalati 17, nguzo za swala zipo 17. Lakini kuna kitabu kingine kwa sasa tunasema, au maimamu wengi kabisa wanakuambia kitabu kile ni kitabu ambacho ni msaada kwa waumini, kinasaidia sana kwa waswaliji. Hata mtu akiwa anaanza kuswali leo hii ukampatia kitabu hicho kinachoitwa Swala na Mafundisho Yake, ndani yake kuna Kiarabu na Kiswahili, basi anaweza kwenda kufanya muraja, akakipitia mwenyewe, badala ya muda fulani akaweza kuwa ameyaelewa mambo mengi tu katika swala. Pamoja na kuwa sio vyema sana kuona mtu kuchukua tu kitabu mwenyewe akakichukua, kwa kuwa lugha anayojua ya Kiswahili akaweza kufanyaje kuwa anapitia Kiswahili. Kama tunavyofahamu, kina baadhi ya herufi ambazo zilizomo ndani ya herufi zilizomo katika Kiarabu huwa hazipatikani. Kwa hiyo kupata mwalimu ni jambo la msingi, na hata Mwenyezi Mungu mtukufu ameleta vitabu na akaleta mitume. Haikutosha tu kuwa kije kitabu basi yenyewe kijitosheleze, hapana. Lakini mitume walikuwa ni kama walimu wa kuweza kufundisha watu mambo kadhaa wa kadhaa yaliyomo ndani ya vile vitabu ambavyo Allah tabaraka wa taala alivyokuwa amevileta. Kwa hiyo ikiwa kuna dharura, kwa mfano walimu wako mbali, kuna dharura kwa mfano mtu yuko bize, lakini pia kuna dharura mtu ndo ameingia katika ibada ya swala mapema, basi akawa kitabu hiki akikichukua na akiwa anakisoma kinaweza kumuongoza katika masala mengi tu katika ibada ya swala. Palipobakia atakwenda kusawazishwa, kuwekwa sawa na imamu wake wa msikitini alipokuwa anaposwali, anapofanya ibada, au mwalimu wake alikuwa amempoint au amemteua.
Kwa hiyo ukisoma kitabu hiki chenyewe kinakwambia nguzo za swala ni 17. Na ukija ukisoma kitabu cha swala kinachoitwa Safinatu Swala chenyewe kitakwambia nguzo za swala zipo 19. Unaweza ukapata question mark, ukapata swali la kujiuliza, alama ya mshangao, kwa nini baadhi ya vitabu vingine vinakwambia nguzo za swala ni 14 na vingine vinakwambia 17 na vingine vinakwambia 19. Lakini idha nadharta diqqatan nadhar, utakapoangalia kwa undani, ukweli wa kuangalia, utaona kinachozidi pale si kingine bali ni vile vile chenyewe kinachoitwa ni at-tuma'aninatu. Kwa maana kujituliza katika swala, utulivu katika swala, utulivu katika swala. Kwa mfano, unaweza ukasoma kitabu kikakwambia nguzo za swala, kikaanza kukuorodheshea kwanza an-nia, kutia nia; pili kikakwambia al-qiyamu, kusimama kwa mwenye kuweza, kwa mwenye kuwa na afya nzuri; tatu kikakwambia kusoma ni takbiratul ihram, takbira ya kuhirimia swala; nne kikakwambia kusoma suratul Fatiha; tano kikakwambia ni ar-rukuu, kurukuu. Lakini baada ya kurukui ikaongezwa namba nyingine, ikawa ni ya 6, ukaambia at-tuma'aninatu fi rukui, kujituliza katika rukui. Ukaendelea ya 7, ukakuta unaambiwa al-i'tidal, ni kuitidali, kwa maana ni kunyanyuka kutoka katika rukui. Lakini ya 8 ikakwambia at-tuma'anina, ni kujituliza. Ndugu zangu, utaona zimeelekezwa hivyo. Kwa hiyo neno at-tuma'anina limekuwa ni lenye kujirudia rudia. Sehemu yoyote utaona nguzo za swala zimekuwa ni nyingi zaidi, basi ukichunguza kwa umakini utaona kuna kitu kilichojirudia rudia kinachoitwa at-tuma'aninatu, at-tuma'aninatu, at-tuma'anina, yani utulivu, utulivu, utulivu. Chenyewe ndio kimeweza kuongeza namba katika nguzo za swala. Lakini mwingine amezifinya, mwanachuoni mwingine amekuwa yeye alichokifanya ameorodhesha nguzo za swala zote, alafu ya mwisho ndo akaiweka at-tuma'aninatu fi kulli ruku' au at-tuma'aninatu fi kulli, kwamba kujituliza katika kila nguzo au kujituliza katika swala yote. Kwa maana ukifika katika rukui, ukiwa umerukuu, basi panatakiwa utulivu; ukiwa umeitidali, panahitajika utulivu; na ukiwa unasoma suratul Fatiha unakwenda sijida, katika sijida panahitajika utulivu. Yeye alichofanya amefanya majumuisho tu, amejumlisha kwamba utulivu katika kila nguzo. Kwa hiyo hiki ndio kinachofanya baadhi ya vitabu vingine ionekane nguzo za swala zimefinya, na baadhi ya vitabu vingine ionekane nguzo za swala zimekuwa ndefu, zimetanuka kwa namba, zimetanuka kwa namba, zimekuwa namba zake ni kubwa. Lakini msingi wa yote ni utulivu katika swala. Allah mtukufu anasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, kuwa wamefaulu waumini ambao katika swala zao ni wenye kuwa na khushu'i, wenye kuwa na utulivu. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wale ambao katika swala zao umekuwa na khushu'i. Kwa hiyo tujitathmini mimi na wewe, kwa namna gani tunatekeleza ibada za swala tukiwa na utulivu. Kisoma wafasirini umekwambia utulivu huu umebeba ukiwa ndani ya swala, lakini na nje ya swala, yani uko nje, huko mtaani, basi pawe na khushu'i, paonekane kabisa muamalati wako wewe unayeswali na muamalati wa mtu mwingine ambaye haswali, basi kuna tofauti uonekane. Sio wewe mwenye kuswali ndio unakuwa mwenye tabia mbovu, mwenye tabia mbaya mtaani, kinara wa matusi. Ukiwa katika kijiwe chako, jobless yako, umemkuta mtu amefanya jambo zuri, unataka kumsifia, basi hiyo pongezi au sifa
unampa kwa matusi. Akikosea ndio usikwambie kabisa, akikosea ndio usiseme. Kufanya hivyo itakuwa swala yako bado haijanoga. Kwani lengo la swala tunaambiwa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Swala kazi yake ni kukataza, kukemea masala ya fawahisha na masala ya munkar. Ukiwa wewe una swali lakini bado unaendeleza munkari, basi unatakiwa ukajiulize mara 2 mara 3. Uende unatakiwa ukajiulize na uanze upya, uanze vizuri kwamba swala yako bado haijanoga. Kwa hiyo katika ndugu zangu katika imani, as-salatu hiya mizanul iman wa tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Tunaambiwa na wanachuoni kuwa swala ni mizani ya imani zetu, wa tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Lakini yenyewe swala automatically iltiqaiya inatakiwa iwe ni yenye kutukataza na mambo ya fawahisha na munkar. Lakini Allah anasema hafidhu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Mahallu shahid, hafidhu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kwa tekelezeni swala zenu. Hafidhu ala salawati wa salatul wusta, yani yaamuru bil muhafadha ala salawati umuman. Mwenyezi Mungu ametuamrisha tuzitekeleze au kuzitunza swala zote kwa ujumla wake. Wa salatul wusta wa ala salatul wusta, na ama swala ya wusta ambayo ni swala ya kati na kati, wa hiya al-asr, nayo ni swala al-asr. Kwa nini imeitwa ni swala ya kati na kati? Ukitangulia kabla ya al-asri utaona kuna swala 2 zimetangulia, ambayo ni swala ya subhi na swala ya dhuhur. Lakini baada ya al-asri kuna swala 2 zinazofuata, ambayo ni maghrib na swalati al-isha. Lakini wanachuoni wamekwenda mbali zaidi, wamekwambia hata hii aya yenyewe, hii aya ambayo Mwenyezi Mungu anasema hafidhu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina, basi aya hii pia nayo imekuja ikiwa baina ya hukumu 2. Kulikuwa yani katika sura al-Baqara ukisoma utatanguliwa na aya ambazo zinazungumzia masala ya talaka, lakini utakuja kukutana na aya hii, baadaye utakuja kukutana na aya zingine ambazo zinazungumzia masala ya ida. Kwa hiyo wanachuoni wamefanya kazi ya uchambuzi kubwa kabisa katika kuangalia hii salatul wusta ambayo ni salatul asr. Wa qumu lillahi qanitin, simameni kwa Mwenyezi Mungu ile hali mkiwa ni wanyonge, ile hali mkiwa ni wanyenyekevu, ile hali mkiwa ni watulivu. Hapa ndio mahali shahidi, ndio mada yetu iliposimama. Tunatakiwa tukiwa tunafanya ibada ya swala, basi tuwe ni watulivu, macho yetu, usikivu wetu, concentration yetu yote kwa ujumla iwe tumeelekeza kwa Allah tabarak wa taala. Ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio unaswali basi mara tu mwenyanyua macho yako juu unaangalia feni inapozunguka. Unaswali mara kapita mtu kushoto umegeuka unamwangalia. Unaswali mara kapita mtu kulia unageuka unamwangalia. Unaswali mara sijui pengine mtu bahati mbaya kaingia msikitini na nguo pengine nyuma ina maandishi, basi wewe ndo kwanza unaanza kusoma maandishi, au pengine ile nguo ina nakshi nzuri, wewe sasa unahama katika swala unawaza zile nakshi zako. Huo sio katika utaratibu tuliofundishwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swaliji anayeswali amesimama, aliposikia qad qamatis salatu, basi akisimama katika safu, anachotakiwa sasa macho yake yatazame pale ambapo anapokwenda kusujudia ili kuweza kupatikana utulivu. Na tunaambiwa kabla aya hii kuteremka, wa qumu lillahi qanitina, mtu alikuwa akiwa anaswali na amemuona ndugu yake, rafiki yake, sahiba wake, pengine yeye kamaliza kuswali anapita nyuma, anapita anaondoka, anaweza hata akamwambia. Kipindi hicho ilikuwa mtu anamwambia, bwana wewe fulani bin fulani, naomba nisubiri hapo nje usiondoke, subiri nimalize rakaa zangu 2 zilizobakia nije tuzungumze na wewe, au nije nikupe salamu zangu.
ilikuwa hivyo. Lakini baada ya kuteremka aya hii, waqumu lillahi qanitin, simameni kwa Mwenyezi Mungu ili hali mkiwa ni wanyonge watulivu, basi watu wote sasa wakatakiwa wawe na utulivu katika swala zima la ibada ya salati. Ndugu zangu katika imani, kubwa zaidi ni kuweza kuyafanya yale Allah tabaraka wa taala alikuwa ametuelekeza. Wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.